Tunaweza kuiita kama ni karakteri yenye iko inaongozaka akili ya mwanadamu. Kitu yenye iko mumutu ni kitu gani? Huku ndio nataka huku waniambie, nataka tuelewane vizuri. Kitu yenye iko ni kitu gani kwa mtu? Mimi nataka huku wanijibie, huku ndio mimi naomba huku. Ya kizalikio. Mtu alizaliwa naye. Ikwe ya mubaya, ikwe ya mzuri, manake ulizaliwa naye. Asante sana. Manake ni kitu yenye iko hereditaire. Unairizi kutoka damu. Ni kitu ambacho kiko kwa damu. Manake damu inabeba vitu vingi sana. Uhai wa mtu, uzima wa mtu, kila kitu cha mtu kiko ndani ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hizi grupu za watu ambao waliumbwa, ikuwe ni bara Europa, Amerika, Asia, uwe mzungu, uwe mweusi, uwe nani, kila mtu ana yake. Lakini tumewekwa katika sampuli hizi za watu. Na kabla tujaziingia tunataka tuone, kwa sababu hata aliyetumba naye ana yake. Na Yesu pia ana yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana kama tuliumbwa na Mwenyezi Mungu, kuna vitu tulizaliwa navyo, ni lazima tujue kuvikontrol. Kama hatukujua vile, tutapatwa na shida. Na vitu hivi tunasoma kwanza katika kitabu cha Zaburi. Tutasimama sote tukisikiliza kwanza hili neno. Tusimame sote kwa kuheshimu neno. Zaburi ya 78, 78 29 mpaka 31. Zaburi ya 78 29 mpaka 31. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Neno linasema hivi: wakala wakashiba sana, maana aliwaletea walivyo vitamani. 13. Hawakuachana na matakwa yao, ila chakula chao kikaliki vinywani mwao. 31. Hasira ya Mungu ikapanda juu yao, akawaua waliokuwa wanono, akawaangusha chini ya vijana wa Israeli. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Tunaweza kukaa.